alienda akaombewa, akaambiwa yule anayekwendea mbio ni huyo jirani yako. Ndio hakutakii mazuri. Najua habari mbaya ni rahisi kuishika kuliko habari nzuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Haya, kwenda kwa mtu wa kukuombea ni rahisi kuliko kufunga na kuomba na kujiombea mwenyewe. So sometimes we fight with our neighbors. Wakati mwingine tunapigana na jirani zetu. Sometimes we fight with our own parents. Wakati mwingine tunapigana na wazazi wetu wenyewe. If you are married, kama umeolewa, you are fighting with the mother-in-law and the father-in-law. Unapigana na mama mkwe wako ama baba mkwe. Because kwa sababu you feel you are so blessed. Unahisi ya kwamba umebarikiwa sana. That your parents are envying you. Ya kwamba wazazi wako wanakuonea wivu. It happens. Inatokea. But not in this church. Lakini si hapa kanisani. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Si upige makofi maana haitendeki hapa. Ni kule kwa majirani wengine. Bwana asifiwe. Amen. So the Bible says Joseph dreamt. Kwa hivyo Biblia inasema Yusufu akaota. Dreams are important. Ndoto ni za muhimu. Dreams are good. Ndoto ni nzuri. But not every dream comes from God. Lakini si kila ndoto inayotoka kwa Mungu. There are dreams that come from God. Kuna ndoto zinazotoka kwa Mungu. And it's a way of God communicating to us. Na ni njia mojawapo ya Mungu kuwasiliana nasi. He's revealing the things we have not known. Anafunua vile vitu ambavyo hatuvijui. He gives you an opportunity. He opens the curtains of heaven and he tells you, see what I've kept for you. Anakupatia nafasi na kufungua pazia mbinguni na kukuonyesha kwamba angalia, haya ndio niko nayo kwa ajili yako. The dreams that Joseph dreamed. Ile ndoto ambayo Yusufu aliota. They were dreams coming from heaven. Nilikuwa ni ndoto zinazotoka mbinguni. Because God was telling him. Kwa sababu Mungu alikuwa anamwambia. This is what you are going to become. Haya ndio, hivi ndivyo utakavyokuwa. That one day. Kwamba siku moja. You'll be a very important person in the land. Utakuwa mtu wa maana sana katika nchi. The only thing he didn't know. Kile ambacho hakujua. Was that he was not going to be an important person in his own land. Ni kwamba hatakuwa mtu wa muhimu katika nchi yake. He was to be an important person in a strange land. Alikuwa hawe mtu wa maana katika nchi ya kigeni. And because he didn't know. Na ni kwa sababu hakujua. The hate that was between him and his brothers. Ile chuki ambayo ilikuwa kati yake na ndugu zake. It was too much. Ilikuwa ya sana. They hated him. Walimchukia. Because he lived a different life. Kwa sababu aliishi maisha ya utofauti. Hallelujah. Hallelujah. Don't worry when people hate you. Usijali ikiwa watu wanakuchukia. When people hate you because you live a different life. Wakati watu wanakuchukia kwa sababu unaishi maisha ya utofauti. When in your place of work everybody else is talking about how the weekend was, how they went to do nyama choma and they were drinking beer and wines and spirits, and you are not a partaker of those things. Wakati kazini imefika Jumatatu wanazungumzia kuhusu weekend, jinsi walikunywa pombe, walikula nyama choma, lakini unajijua kabisa wewe hautumii hivyo vyote. Does it disturb you? Je, inakusumbua? Does it make you does it make you feel that you are a villager in the city? Je, inakufanya uhisi kwamba wewe ni mbara katikati ya wenye wanaishi mjini? When young people are talking about their girlfriends. Wakati unasikia watu wakizungumza kuhusu marafiki zao. And the girls are talking about their boyfriends and you have nothing to talk about. Na wasichana wanaongea kuhusu rafiki zao wa kiume na wewe hauna wa kuzungumza kuhusu. You don't need to have those things. Si lazima huwe na hivyo vitu. You don't. Si lazima. After all, in the church
we don't have girlfriends and boyfriends. Hata hivyo kanisani hatuna girlfriend And na boyfriend. if I hear that, Na nitakaposikia hivyo, you will explain to me utajieleza kwa mchungaji. where you got it from. Je, ulitoa wapi haya? Because it's not in the Bible. Kwa sababu haiko kwenye Biblia. So when you feel you are the odd one out, Kwa hivyo unapohisi ni wewe tu ndio umebakia, when other women are telling you there is an old mzee right at the corner of Musambweni, when he gives you his charms, your husband will never go away. wakati kuna wanawake wanakuambia kwamba kuna mzee kule mwisho wa Msambweni anapeana dawa kwa ajili ya mume wako. Walijuaje? Kwa sababu walienda. Bwana sifiwe. Na unaangalia nasema, na huyu mzee vile amenipeleka mbio, nami nitamtafutia kitu. Mwingine alitafutiwa akaletewa, akawa zuzu wala. Yaani akawa hata akitoka kwa nyumba ni muoga. Utamulisha maisha yake yote, maana umemkoroga. Sometimes we are influenced by people to do negative things. Wakati mwingine tumeshaishiwa na watu tufanye vitu ambavyo si vizuri. So Joseph, kwa hivyo Yusufu has a dream. Alikuwa na ndoto. But the dream is not about himself. Lakini ile ndoto si kumhusu yeye. It is about the destinies of people that he was carrying. Ni kwa sababu ya hatima ya watu ambao alikuwa amewabeba. Let me tell you. Wacha nikwambie. As far as God is concerned, ijapokuwa tu ni Mungu anahusishwa hapa. The battles you are fighting today, vile vita unavyopigana leo, is not for you. Si kwa ajili yako. It is for the future. Ni kwa ajili ya maisha ya mbeleni. It is for those who are going to benefit out of your tears. Ni kwa ajili ya wale ambao watafaidika kwa ajili ya machozi yako. Bwana sifiwe. Amen. So they saw Joseph as an enemy. Kwa hivyo walimuona Yusufu kama adui. But I thank God that Joseph never bought the idea of seeing his family as an enemy to him. Lakini namshukuru Yusufu kwa sababu yeye hakuona ndugu zake kuwa adui kwake. So when he told them that I have a dream, kwa hivyo alipoambia kwamba nimeota, I dreamed that we were harvesting wheat, nimeota ya kwamba tulikuwa tunavuna ngano, and my sheaf na mganda wangu stood up, ulisimama, and your sheaves, my brothers, na miganda yenu ndugu zangu stood up. ilisimama. They all came round my sheaf, yote yalizunguka mganda wangu, and they gave obedience to my sheaf. na wakaniinamia. It really hurt them. Iliweza kuwaumiza sana. The brothers were hurt. Wale ndugu zake waliumia sana. Especially the elder brothers. Haswa yule ndugu wao mkubwa. They were so hurt. Waliumia sana. They asked him, walimuuliza, does it mean je, inamaanisha kuwa you will rule over us? utatutawala? Let me tell you. Acha nikwambie. Allow people to interpret your dreams. Wacha watu waweze kueleza ndoto yako. You don't have to tell us what you are. Si lazima uambie uko vipi. We will know you. Tutakujua as we continue tunapoendelea to live with you. Kuishi na wewe. Hallelujah. Amen. Mwambie mwenzako tutakujua tunavyoendelea. Hata usiongee mambo mengi. Bwana sifiwe. Amen. Don't tell people that you are this, you are that. Usiwaambie kwamba uko hivi na vile. Life will prove. Maisha yataweza kudhibitika. Because as we continue living with you, kwa sababu tunavyoendelea kuishi na wewe, we will see tutaona what you become. Kile ambacho utakuwa. He did not say that he's going to be a leader over them. Hakusema ya kwamba atakuwa kiongozi. He innocently shared the dreams. Yeye aliweza tu kushiriki ile ndoto. And he continued to live for God. Na akaendelea kumwishia Mungu. I believe Joseph used to pray.
Naamini ya kwamba Yusufu alikuwa anaomba. I believe Joseph used to read the Old Testament. Ninaamini ya kwamba Yusufu alikuwa anasoma lile agano la kale. Those scripts that were there, yale maandishi ambayo yalikuwa talking about God. yakizungumza kuhusu Mungu. Because it's like he had heard that there is a God in Kwa heaven. sababu alisikia kwamba kuna Mungu mbinguni. And he started relating with this God. Na akaanza How I pray ni ombi langu ya you kwamba are going to relate with this God of unaenda heaven, kuhusiana na huyu Mungu wa mbinguni. instead of relating with friends Badala ya kuhusiana na marafiki who are misleading you away from God. wale ambao wanakupotosha kwa Mungu. How I pray that you are going to develop a deeper relationship with God. Ninaomba ya kwamba utaenda kupata mahusiano ya As ndani a na Mungu. mother, Kama mama, when you have a deeper